Shoga yangu. Vipi? Safi vipi? Kama kaa. Niambie. Safi tu za siku. Nzuri. Nakuona tu nang'ang'aa usoni, eh? Umependeza mwenyewe, sio shida zako. Shoga yangu mimi hivyo tu. Ila mwenzako na ubuyu. Wewe tena kama unavyokujua ubuyu gani? Umewasiliana na shemeji yangu lini? Shemeji yako hivi wakati shemeji yako yuko chuo jamani. Unanichanganya shoga yangu. Sasa sikia, nimemwona shemeji Sparo karudi. Wow. Nimemwona ameteremka na pikipiki kaingia nyumbani kwao. Serious? Nimemwona na macho yangu haya. Mawili. Kaja na begi lake na pikipiki huyo kaingia ndani. Kwanza amependeza. Kanona huyo. Yaani amekuwa handsome. Wewe. Shoga yangu, bora tu umeniambia niko sijui chochote. Maana siporo sijasina naye muda mrefu kweli. Sasa hapo kwa vile umeniambia ninavyokuambia shoga yangu, ngoja niende nyumbani kati nchi ngoni niende. Maana nimemisi. Wewe tena. Ningekuwa sijakupa taarifa. Chap chap tutakutana. Shoga yangu asante. Haya. Wifi. Wifi yangu huyo. Wifi, shikamoo. Marhaba, hujambo? Jambo. Karibu. Asante. Hauji mpaka Sparo arudi, tabia mbaya hiyo. Hapana. Yupo? Yupo huko ndani. Hebu sogea bwana. Unafuata nini? Sparo jamani. Mimi nimekumisi mwenzio. Nani amekwambia kama nimerudi? Asa maswala kuniuliza mimi. Dadako. Dadangu mbona ana hapa? Alafu umefika unaanza kunishika mtu na papasa. Ndio tatibu gani? Si nimekumisi. Mimi sijakumisi. Alafu sikia. Mimi naona mahusiano mimi naishi hapa. Sawa. Na vitu vingi sana vya kutafakari. Siwazi mahusiano sasa hivi. Siwazi mapenzi tena. Kwa hiyo ni muda wako sasa kutafuta mtu ambaye atakuwa ni sahihi kwako. Hilo sasa linakuhusu mimi. Sparo. Unasemaje? Nadhani umenielewa. Kwa sababu nimetumia Kiswahili fasaha kabisa. Sijatumia lugha ya kigeni. Mimi na wewe basi. Na mguu ukiutoa hapa, usije kakanyaga tena. Na hata ukiona barabarani. Usipige tena kelele. Sawa? Unakimaanisha unachokiongea? Kama umeshazoea kuachezea ni hao. Yaani umeenda chuo, umepata video vyako huko, leo hii unaona mimi sina maana. Sasa sikiliza, siondoki hapa na nitafia hapa. Unasema? Nakupenda. Sirudi mara mbili. Toka. Toka nje. Toka. Sikia. Kutea. Ishenzi.
Vipi mwenzetu, mbona umetoka unalia? Wifi, mbona unatoka unalia uwaji? Kashesha. Kimetokea nini huko? Sparrow, kuna nini kimetokea kati yako na mwenzako? Hamna kitu. Usinijibu hamna kitu wakati mtoto watu katoka analia. Kwani sister, mbona kuna vitu vingi sana vya kuniuliza? Unaweza kuniuliza habari zangu za chuo. Kuna mengi sana tujaongea. Lazima ufuatilie mahusiano yangu. Haya kuhusu. Angalia vinavyokuhusu. Mahusiano yangu haya kuhusu. Hivi unajua unaongea na nani? Dada. Kwa hiyo hivyo ndivyo dada anavyotakiwa kujibiwa, si ndivyo? Umekuwa sasa, si ndio? Sister, nakuheshimu sana. Mahusiano yangu ya kuhusu kwa sababu mbona unapishanisha wanaume? Unakupishanisha mimi nisha kufuatilia au kuuliza huyu nani? Mnagombana ndani, nisha kufuatilia. Haya nihusu. Kuna mimi mahusiano yangu haya kuhusu. Nielewe basi. Wewe Sparrow unasemaje? Hivi unajisikia kweli unachokiongea? Hivi unajua unaongea na nani wewe mpumbavu wewe? Wewe ni wa kumtamkia mimi maneno kama hayo? Kweli mdogo wangu umekuwa. Leo hii wewe wa kunitamkia mimi maneno kama hayo Sparrow. Nimekuja kwa mapenzi hapa na kuja kuuliza nini kimetokea wewe na huyu mwanamke unaniambia mimi vitu kama hivyo? Aha, okay. Shajua wanawake sasa. Unajiona mimi na wewe tuko sawa. Yaani mimi nimekuja kwa mapenzi hapa na kuja kukuuliza kilichotokea, unanijibu mimi hivyo. Kama kakufanyia kitu kibaya, kataka kukuwekea sumu, mimi nitajuaje? Basi nikutoe hofu. Hakuna kibaya kilichotokea. Wala hajaja kuniwekea sumu, wala hajanitukana. Ila ni maamuzi yangu tu nimefanya mwenyewe. Sitaki kujihusisha tena na mahusiano. Sitaki kuingia tena kwenye mahusiano. Na ulivyoona ametoka analia, ni kwa sababu nimwambia mimi naye basi sitaki kuendelea naye. Na nimemtimua kweli. Sitaki kuwa naye kwenye mahusiano. Na sitaki kujihusisha na mahusiano kwa sasa hivi. Naomba unielewe. Una uhakika na maamuzi yako? Ndio, ni maamuzi yangu na nimefanya mwenyewe, sijalazimishwa na mtu. Uko sawa lakini? Nipo sawa. Haya, kama umeamua hivyo. Nilikuwa nataka kuambiaje? Yes, baby. Mimi nilikuwa sioni sawa tunavyoishi hivi. Afu tunajua mdogo wangu karudi kutoka chuo. Kwa hiyo mimi nilikuwa nataka uondoke kidogo mpaka atakapoondoka tena. Kuna nichukuliaje mimi? Unaniona kuwa ni mjinga ambaye sijitambui kabisa. Unapata mwanaume wako, unataka umlete ndani, unanitoa mimi niondoke, si ndio? Kwa nini unanihisi hivyo? Kwa nini unanifikiria vibaya? Mimi nimesema tu. Sasa kama issue ni mdogo wako, yule ni mtu mzima na ni mwanaume pia. Mweleze ukweli. A, B to Z.
Mwambie kuwa huyu ni shemeji yako, tuko naye hapa, unatakiwa umheshimu. Yaani mimi sijamaanisha vibaya. Yaani nilikuwa tu nataka kutokana na mdogo wangu amerudi kutoka chuo, atafikiria labda kama mimi nakulea wewe. Kwa hiyo ndio nilikuwa naomba yani uende tu ukajibanze kwa rafiki yako, alafu akiondoka utarudi. Kwa hiyo mimi naonekana kibenteni. Natembea na muhuri wa vibenteni, si ndio? Kwa hiyo mimi ndio kiongozi wao na wawakilisha. Afu mdogo wangu karudi, mimi hata simuelewi. Kawa mkali siku hizi, kama anaongea maneno sielewi kwa ananipokea. Kwa hiyo unachukulia mimi kama mtoto au sio? Mimi siwezi kuondoka hapa kwa sababu wewe unajua kabisa mimi wakati tumeanza mahusiano ukanambia na wivu wako, mimi nataka tuishi wote, usikae huku Swazi nini. Na mimi nikaondoka kule wana nikawatambia vibaya kwa mimi nimepata bonge la dada nini. Umeona maisha mazuri. Leo nitarudije kule? Watanionaje mimi? Na isitoshe chumba chenyewe nimekirudisha. Geto langu nimerudisha kule. Nitafikia wapi sasa? Nitawaambia nini? Cha narudi sina hata chochote. Sasa kama unataka mimi nirudi nyumbani kule, nitafutie apartment nikakae ninunulie na gari. Kwa hiyo nikirudi Uswazi mimi nandinga nini, maisha fresh na kuwa poa. Lakini siwezi kuondoka na begi tu na nguo zangu mbili naondoka nendaje? Mbona kama unanikomoa sasa? Kisa tu nimekwambia hivyo. Mimi mapenzi nimejifunzia kwako, najua. Sikuwa na mahusiano yoyote yale. Kwa hiyo umenichakaza, umenitumia, sasa hivi nishakuwa used, nataka uniache. Sikia, mimi siondoki. Maziwa, pilau nini, niache. Unajua umeangalia muda mrefu game. Kwa hiyo niachie remote niangalie vipindi vyangu. Wewe kibenteni, kaa kwa kutulia katika hii nyumba. Alafu nakuona unatamba sana. Kumiliki dada yangu sio kama unaweza kumiliki kila mtu ndani ya nyumba. Sawa, jiheshimu. Na kuheshimu, jiheshimu. Hakikuhusu chochote ndani ya nyumba. Sio TV, sio hata makochi. Kwa hiyo usijipangie wala kujamlia chochote. Wazazi wangu walijenga nyumba kwa jasho lao, kwa ajili ya mimi, mtoto wao na dada yangu. Kwa hiyo tulie, hakikuhusu chochote huko. Umenitaje? Wewe kibenteni tu. Kwani Mungu? Hujakosea. Mimi ni kibenteni, aka King'ang'a. Yaani mimi ni kiganda kama ruba mzee wangu. Siachii kabisa. Usimuona kwa dada yako Toboi. Maisha yake ni mimi, pumzi yake ni mimi. Mimi nikisema natoka hapa nyumbani kwa dada yako anakufa. Unanielewa? Na kuhusu sijui mali nini, mimi street children mzee wangu. Mimi simjui baba, simjui mama. Mtando umenilea. Maisha yangu jalalani, takataka nini, kinachopatikana ndio chetu. Umeona? Kwa hiyo kama wazazi wako walipambana kujenga nyumba, kuachia mali, basi hizo ndio za kwetu wote. Kama uwanja wa taifa, kila Mtanzania anaruhusiwa kujenga kwenye uwanja wa taifa, ndio mali yetu ya taifa hiyo. Kwa hiyo kama mali zenu hizo wote ni zetu. Ndio maana mimi naishi hapa. Kwa hiyo usinitambie kwa chochote kile. Alafu historia yangu mimi hujui. Umeelewa? Niachie remote niangalie vipindi vyangu. Na naongea kwa kujiamini kabisa. Wewe dogo. Pole tazarau wewe. Tamwa TV ili mwanake nalo mimi. Mama Samia mwanzo mwisho. Umenielewa? Sasa mtoto mdogo unashabikia vyama vingine unakuwa kama mchawi rafiki yangu. Kijana mpotevu. Za kitabu. Kijana mpotevu. Vipi mzee? Kama kawa tu. Oya, amerudi mwanangu. Vipi mwanangu?
Mzee wa totozi. Mwanangu nakukubali sana, mwana mpotevu. Vipi Sasa alikuwa kwenye masomo mwanangu, cheki alivyopungua mwamba za shule. Mungu anasaidia ndugu. Sema mwanangu rudi umepungua mwanangu masomo. Kwamba ni vipi mzee? Mwanangu unajua kule mkoani mzee, mikoa ya watu ile lazima upungue, baridi kule nini. Unajua nyumbani tu. Au vipi? Hakika. Sema kule samaki nini vipi? Umepata pisi mpya kule nini mwanangu? Maana kama kawaida yetu. Sikia sasa mwanangu. Umeona huyu mwanangu huyu? Mzee wa totozi. Sio mkumbuka mtoto wa mzee Juma hapo bondeni? Asha. Ule mtoto alikuwa mkali, afu ndo alikuwa anampenda kinyama. Sijajua mpaka sasa hivi uko naye mwanangu au? So Asha tu kashapita na kibao. Achana na hizo mada. Vipi hapo? Umeona tabia za wasomi sasa. Sisi tumekaa mtaani, yeye kaenda kusoma na tuona si kama wapuuzi. Anatukataa kati yeye ndo alikuwa mshauri wa kwanza. Wakati wewe mwanetu kabisa. Sisi tushachakaza hapa mtaani. Sasa hivi yani ulivyotuacha, yani sasa hivi ndo tumekuwa makontao afu kingi umerudi. Oya. Sema wasomi ndo alivyo. Kashampata msomi mwenzake huko wa mtaani, anamuona mtoto wa mzee Juma jao. Bora nangu kuna mada kibao za kupiga nini, mambo ya uchaguzi, mambo ya vitu kibao, kuuliza mambo ya Mwanza manini, mpaka mpige sio za mademu masela. Afu bado hamjatoka huko. Wazee ni maisha, si mzaza wanawake, si mademu watasaidia nini, watafikisha wapi? Wazee ni vitu vya plani, vitu vya maisha. Oya. Asoi madagano nataka tuongelee hapa. Umerudi mwanetu, wewe ndio ulikuwa unatupa ushauri sisi. Rais wa mtaa au vipi? Umerudi na maana sisi wenyewe tunaona shangwe. Mzee sema umerudi umefungua kinyama mwanangu. Hata kama ndo masomo mzee sio poa. Achana naye, anatukataa kwa kuwa katoka chuo, yeye msomi. Si hatujasoma. Unaanza kukataa pisi. Anamkataa mtoto mzee Juma hapo Aisha kwa kuwa yule demu ni. Sasa sikia wanangu, mimi nilikuwa napita tu masela au sio? Somana masela. Mimi nilikuwa napita. Kuna mambo kama kakunja. Mshikaji tunaongelea kuhusu mambo ambayo tulikuwa tunayafanya wote, kakasirika. Kwani vipi? Simuelewi mimi mwenyewe. Namkumbusha mtoto wa mzee Juma yule demu alikuwa mkali kinyama. Sio Aisha tu, kwani kapita na Aisha tu. Kapita na kibao. Eti mzee. Si unamkumbuka yule demu? Mwana miausho. Sasa hivi kwa kuwa yeye msomi. Sema nini? Sikiliza, yani hapa mwanangu kaondoka kwa hasira au vipi? Ina maana nitakuwa tumfuate ili tumuulize vipi mshikaji, mbona unakasirika wakati vitu tulikuwa tunavifanya kwa pamoja? Tusikumbushie twenzetuni basi. Mbona kama hivyo? Shoga yangu. Hauna vikoba? Maana nilikuwa natafuta vikoba muda mrefu hata sipati. Kuna vikoba hivyo nacheza shoga yangu. Hadi raha havina hata Uswahili. Labda kama vikianza nikuweke, maana vinaanza mwaka hadi mwaka. Fanya mpango uniweke, maana nahitaji mkopo, nina shida mwana. Kwema ujambo? Basi jambo. Mambo. Poa, mambo. Nipo ndani. Chakula kiko hapo mezani. Hapo. Kumbe mdogo wako karudi. Amerudi muda kidogo. Si uniweke hapo mimi nikae mwaya. Unataka nikuweke? Shoga yangu mdogo wangu toka amerudi kutoka chuo. Hata simuelewi, alikuwa na demu wake huyo. Huyo demu aliposikia amekuja akaja acha amtimue. Kumuuliza akasema sitaki mahusiano. Kuanzia sasa hivi nataka tu nikae na mambo yangu. Sitaki mahusiano. Kwa hiyo hata simuelewi. Shoga yangu acha nijaribu. Kwa hii shape mimi naamini hata achomoi. Shoga yangu kwa kikishapu naye anaweza asichomoe kweli. Wewe, lakini jaribu nawe bahati yako, lakini mdogo wangu usimuelewi shoga yangu, sikasha left maana watoto wa siku hizi mtihani kwa kweli.
wangu. Mbona unalia? Kama siri sister. Aulia kati naona kabisa machozi afu unanidanganya mimi. Aulia. Unalia nini? Nini shida? Basi nakumbuka wazazi wetu. Hata babangu. Usilie. Ukilia wewe na mimi unanitia simanzi. Unajua tumebaki wawili tu Sparo. Wawili tu mimi na wewe ndo ndugu yangu. Sasa nilikuta katika hali na mimi unanisononesha. Wewe mwenyewe unajua jinsi ninavyopambana ili kila kitu kiwe sawa. Unapokuwa unawakumbuka, waombee tu. Lakini sio unachukua muda wako kukaa na kulia. Waombee wapumzike kwa amani. Sawa? Pole, kila kitu kitakuwa sawa. Si mimi dada yako napambana, umeenda shule unasoma. Ukimaliza chuo Mungu atajalia utapata kazi tu, kila kitu kitaenda sawa. Sawa mdogo wangu? Usilie, unakuwa unanitia uchungu. Sawa eh? Wifi, shikamoo. Marahaba, ujambo wifi yangu? Jambo. Karibu. Niambie, ukatoka unalia, unakimbia na kuita, hata kugeuka ugeuki. Wifi, mdogo wako bwana. Huyu. Ninapokuambia Sparo. Sisi tunasema na mimi tena. Yeye nikasema hanitaki. Mlivyokuwa mnapendana vile, ghafla hivi. Au walikufumania kwenye message akapita kusoma kimessage tena akakwambia sikutaki. Wifi, ninapokuambia mimi na Sparo. Yaani sijaona baya langu kwake wala hajaona baya langu kwangu. Mimi sijui aje kunifumania mimi. Yaani toka ametoka chuo amebadilika ghafla. Sijui hata kuna nini kinaendelea, maana toka katoka chuo kabadilika, mimi mwenyewe hata simuelewi. Alafu sasa angekuwa na mwanamke ningejua. Yaani ni mtu tu wa kushinda naye kujifungia. Sasa sijui ana tatizo gani hata asemi. Nikashikwa na wasiwasi. Kasema nikuite nikuulize pengine akati siku ile mnalumbana ndani kuna kitu chochote kilitokea. Au itakuwa kapata kidemu kingine. Mimi na wewe si hatuwezi jua. Maana nikasema nikuite tuje tuongee, maana siku ile umeondoka unalia shoga yangu. Nikasema nikuite tuje tuongee. Ilikuwaje? Ndio hivyo wifi. Sawa wifi. Haya, nije tu kwa chama naona uko busy hapo sasa hivi. Asija kanikuta bure. Kwa hiyo kasema usikanyage kabisa hapo. Kwani si unakuja unanifuata mimi kwa unamfuata yeye au? Wifi yangu, ngoja mimi niondoke maana nina kazi kibao wifi. Haya poa, msalimie mama eh. Haya poa. Sparo. Mambo. Poa, mzima. Mzima, uko poa? Uko poa, niambie. Habari za chuo? Poa. Sparo. Kuna kitu ngoja nataka nikwambie. Niambie. Mimi nitokea kukupenda. Ni kitu ambacho sijai kumwambia mwanaume wote. Na niko serious. Hata dada yako hiki kitu anakijua. Kwa nini kuangalia ufanane na maneno yako naongea? Unajua nilikuwa nakuheshimu sana. Kumbe ni mshenzi tu kama wengine. Wewe unapata ujasiri kumtongoza mwanaume. Sasa unaniita hapa unasimamisha barabarani afu unakuja kuniweza kumbavu wako. Hivyo na akili kweli. Au unajidanganya na shepu yako mshumaa. Una shepu. Umeona? Yaani una shepu. Afu mimi sio kama vijana wenu hapa mtaani hapa. Maana nyinyi siku hizi mna tabia kuonja vijana. Sawa? Mwanzo kanipata kwa staili hiyo.
Sio kujidanganya labda ukajiona hivi, sio unaweza kanipata kirahisi, unaweza kanipata kirahisi. Alafu tumia akili. Sawa? Acha kuwaza ujinga. Wewe ni ujinga. Sawa? Wewe ni ujinga. Acha kujidanganya. Afu uko unaelekea huko, uko unaelekea huko. Hebu wewe, toka bwana, nenda bwana, toka. Toka huko. Shezi. Fala. Maskini mdogo wangu. Sijui kakutwa na nini. Yaani amerudi amebadilika kweli. Yaani mdogo wangu ni wa kunijibu majibu kama yale kweli. Hata hana uoga. Sijui uko chuoni nini kimetokea. Ananitia wasiwasi. Na hii tabia ya kukataa wanawake. Leta story ndugu yangu. Shemeji upo kweli? Hapo kwenye shemeji hapo. Tuachane napo. Tuongee mambo mengine. Mmegombana tena? Achana naye bwana, usimuongelee. Kwani ufurahi kuniona? Na vipi kwanza mambo yako ya chuo? Sister. Nishamaliza jamani. Shasahau bwana. Kichwa chenyewe kina mambo mengi. Alafu nilikuwa nataka kukwambiaje? Nataka nilete hapa msichana wa kazi. Awe anatusaidia shughuli ndogo. Si unajua mimi nachoka. Ya. Ni vizuri. Maana kweli zinachosha, afu na wewe harakati zako uende ukafanyichi tena nyumbani hapa. Inachosha. Usipende ndio hiyo. Sawa, ndio nilikuwa nataka nikwambie hicho. Shemu. Mambo vipi? Poa. Kama gaa. Wapi tena mbona imaima? Nataka niende juu hapo mara moja. Lakini mbona ita shemeji? Sasa nisikuite shemu vipi wakati mimi najua wewe ndo shemeji yangu. Amna, usinite hilo jina. Kwanza hilo jina la shemeji yangu silihitaji. Ndugu yako sasa amekuja. Sasa alipokuja nimeenda kwao. Huwezi amini amenitimua kama mbwa. Hahitaji mahusiano na mimi tena. Hivi kweli? Shemeji bwana amekuwa hao tena. Nakwambia ndio hivyo. Yaani kanzalilisha yule kaka. Sijui viwana kiva chuo vimemdanganya huko. Mimi sielewi kapatwa na nini. Shemeji bwana. Sema hata mimi mwenyewe toka alivorudi kusema kweli simuelewi. Yaani kama ana mambo mengi, yani hataki hata zile story ambazo tulikuwa tunapiga kitambo kile. Sasa hivi akae hata kijiweni yani. Sema wewe usiwaje. Wewe unamkubali mwanangu? Namkubali ndio. Unampenda kweli? Sasa kama unamkubali inatakiwa ujiongeze sasa. Si unajua yule Mnyamwezi tena? Sawa, mimi nakuelewa lakini ndio hivyo. Usiwaze mimi kuhusu swala kuongea naye. Mimi nitaongea naye, yule mwanangu wa faida atanielewa tu. Sawa, ongea naye lakini sidhani kama atakuelewa. Sinielewa wapi bwana. Yaani sijui kapatwa na nini kabisa. Haya, mimi jaza niende hapo juu mara moja. Haina noma basi, acha mimi mwenyewe nipande juu hivi. Fresh tutasomana tu. Haya poa. Haina noma. Haya. Poa. Karibu. Karibu ukae. Karibu. Mdogo wangu. Huyu ndio yule nilikwambia atakuja kwa ajili ya kutusaidia kazi za hapa nyumbani. Anaitwa Nice.
Karibu. Asante. Nice. Huyu mdogo wangu anaitwa Sparrow. Tutakuwa wote pamoja hapa nyumbani. Haya. Tena nikupelekee begi ndani. Nikakuonyesha chumba chako. Haya, sawa. Sorry. Unajisikia kula nini leo? Kwanza tebele kupika ni kwa ajili. Utakachokisema mimi ndio nitakachopika. Pige ugali samaki. Okay. Kuna nini? Umeungua. Tuende hospitali. Hapana. Nilikuwa naangalia tu kama unajali. Kwa hiyo mbona unaungua? Sijaungua. Nice. Nice. Bye. Naomba maji. Okay. Unamaanisha nini? Kama unavyoona, mwenye macho ambaye tazama. Una shida gani? Unataka nini? Sikia. Hizi mbinu zako ulishaziona muda mrefu sana. Alafu unatamani kukipata, uweze kukipata kwangu. Usinizoe. Kama ni umara wako huko. Mimi sio aina wanaume ambao ushazoea kutoka nao ovyo. Sawa? Fanya kilichokuleta huko ndani. Kama unataka kufanya kazi, fanya kazi. Acha na tamaa za kijinga. Alafu wewe sio mwanamke aina yangu. Wewe sio mwanamke wa type yangu, sawa? Wewe sio level yangu. Kama kuja kufanya kazi, fanya kazi. Binti. Na kuonya leo mara ya mwisho. Achana na ujinga unatamani kufanya. Achana na ujinga unatamani kufanya. Huwezi kupata chochote kwangu.
Lakini Sparrow, mimi nakupenda. Kimya. Kampende mama yako. Usinipende mimi. Una vitu vingi sana vya kunipenda. So mimi. Nishakwambia wewe sio level yangu, sawa? Siwezi kutembea na mfanyakazi wa ndani. Sio, unanielewa? Ndani utaondoka ukiendelea na ujinga wako. Fanya kazi, utapata hela. Ukitaka mapenzi, utapoteza kazi na mapenzi pia huwezi kupata. Unikome. Nasikia mizozo tena. Kuna nini kinaendelea Nice? Nimejaribu kufanya kila ninachoweza, lakini naona haeleweki. Kivipi? Yaani haeleweki kivipi? Sikuelewi. Hizo kelele ulizokuwa unazisikia ni yeye alikuwa ananitolea maneno mimi hapa. Nilikuwa nimekuja kwa ajili ya kumtega, lakini alizungumza maneno ya kashfa sana juu yangu. Huwezi amini, nimejaribu kumuonesha mpaka utupu wangu, lakini bado. Kwa nataka kusemaje Nice? Mimi naona kama kazi ni ngumu. Nice. Usirahisishe mambo kiasi hicho. Usirahisishe mambo kiasi hicho. Unajua kabisa kilichokuleta ndani. Ulitaka pesa nikakupa ukamtibia mama wako. Halafu unakuja kuniambia mission ambayo tumepanga imekushinda. Siwezi kukuelewa. Wewe ni mtoto wa kike, fanya unavyoweza. Yaani mimi siwezi kukuelewa ukiniambia kwamba umeshindwa. Wewe mdogo wangu yule anakushinda. Fanya mission ambayo nimekuletea huko ndani. Sitaki kusikia hizo habari mimi nimeshindwa. Sitaki kusikia hizo habari kabisa. Tunaelewana vizuri? Sawa, nitajitahidi. Kwani hanitaki? Kwani mimi nina kasoro gani? Kazi ishaanza kuwa ngumu, ile inabidi niifanye. Taifanya kwa sababu nina shida na pesa. Wewe ni mwanamke mzuri sana. Na kila mwanaume alijali akikuona lazima avutiwe na wewe. Lakini sio kila king'acho ni dhahabu. Unamaanisha nini? Unataka kujua namaanisha nini? Sparrow. Oi. Nadhani leo umejionea leo klasi pale. Kuna nyeu kama imeingia hapa, ile pisi kali ni noma napokuambia. Pisi gani? Pisi pale ili tutafundisha na madamu pale, madamu pisi imeingia imegonga hodi pale, kila mtu
Doza shingo hujamuona yule? Mbona pesa yenyewe mbovu? Wewe kila demu unakwambia unakandia. Wewe mtoto mbovu kweli wewe? Au shamuelewa mwanangu? Sio vitu vyangu vile mzee. Wewe mwanangu wewe gari bovu mwanangu. Mapisi mabovu unakuwa unaelewa. Demu gani mwanangu? Demu bovu. Bwana usinipinge bwana. Pisi yenyewe ile mtoto amenyoka. Hapo ninapohisi yule mtoto akitanga wewe. Wewe si mzee kula mabovu. Unaona? Yule ngoja nimfukuzie siku ile. Siku 2. Yule napata namba yake na hapa nitamleta hapa geto. Uwezi amini. Baridi pambana. Ile pisi mbovu. Hapo amemwona nijipe siku 2. Wewe kama mkononi mwangu. Siwezi kumwacha wewe. Best wish mwanangu, wewe pambana kwa mama. Sema mtoto yule bana. Mambo. Hivyo ndo mwanafunzi mpya class kwetu? Yeah. Nisi ndo kufananisha. Unaitwa? Naitwa Moza. Mimi naitwa Sparo. Unakaa maeneo haya? Nimepanga mtaa hapo nyuma. Mwenye nakaa nyuma hapo tu. Sio mbali na hapo. Tunasoma klasi 1. Kwanza unaweza kunipa namba zako za simu? Sawa. Au nipe niandike ya kwangu. Utanitext WhatsApp. Haya poa. Bye. Haya bye. Sparo vipi? Kama kawaida ndugu yangu. Fresh bwana. Na gari mpya ile. Kama zali ndugu yangu. Kumbe ile pisi ile inakaa mtaani hapa. Mtaa huu? Mtaa pili tu hapa. Wewe umeua? Nimekutana naye, nimejaribu kuzungumza naye, akanitolea nje ni masuala ya namba za simu. Unafurahi au? Unaona, mimi nilikwambia pisi mbovu siku zote hata zinaringa mpaka zinajisikia. Umeona saibu uliyopata? Hiyo unajisikiaje ukataliwa na pisi mbovu? Namba tu, ujiomba vingine. Namba tu ndio kazia. Achana nayo. Pisi mbovu unajaibisha mzee, hapo ni mwezi. Hapo nishakukataza kusema ile pisi mbovu. Ile sio pisi mbovu. Sema ujue vizuri alipendaje haraka siku zote. Kwa hiyo mimi najipa matumaini, sikati tamaa. Nitampata. Acha ujinga mzee. Unaona mimi hapa niko hapa napambania mambo ya chuo. Unaona ma project hapa nafanya. Nawe nitakiwa kupambania huko. Unajua achana mambo ya mapenzi. Kwa sababu tumeenda huko tupambane tupambanie maisha yetu. Mapenzi hapo tu. Hapo si mbovu kama hizo. Marazo mzee. Unakwaje? Mimi kwa hiyo demu nimemuelewa sana. Nimemuelewa tena sana. Siwezi kukata tamaa. Sema nini? Mimi najipa muda tu nitampata. Tupinge. Hapa kesho atakuja mwanangu Sparo. Poa. Naona hapo namalizia mazagazaga manini au vipi? Hakika hapa sijui tumepewa juzi ya maswali yanajaza hapa. Poa basi mimi ngani kwa ndani. Zile gani kama sikuagiza. Unajua sikutegemea kama utakuja leo. Kweli? Unaona kama zadi. Basi ndio hivyo nimekuja. Kwa vipi? Hakika unanipa. Kukupa nini tena? Ambacho leo nini sasa? Sawa, ila tunatumia kondom. Kondom ya nini tena namaliza mtamba? Haina haja. Sasa unajua nipo kwenye siku za hatari, alafu sitoshi nipo chuo. Kwa sitaki kupoteza malengo yangu. Uweze kupata mimba, sio kukupa mimba. Sio mimba. Kuna magonjwa mbalimbali naweza kanisababishia mimi nikashindwa kuendelea na masomo.
Kwa hiyo uniamini, kila mimi sina magonjwa. Kwa mimi nakuamini. Acha mbwembwe bwana. Hata mimi nakuamini. Sasa je. Vipi mzee? Da, wewe acha tu ndugu yangu. Umeibiwa? Si bwana, ningeibiwa tu. Maana vitu vikiibiwa natafuta vingine, maisha yanaendelea. Shida nini sasa? Mwanangu, na habari nzito mwanangu. Ile pisi ile ya klasi usinajua ile. Ufanyaje? Inavyosemekana bwana, ile pisi bwana ilikuwa na mimba. Umeona bwana? Sijui ameenda kuchomoa. Sijui daktari amekosea, sijui nini na nini, kavuta mwanangu. Kafariki. Navyokwambia hiyo. Yaani chuo pale ni gumzo. Kana hujapata taarifa hiyo? Sikuwa na taarifa. Si unajua nimedoji wiki nzima nipo ndani mzee. Da, acha mwanangu. Sema kinachosikitisha zaidi. Unaona bwana? Yule pisi wanaosemekana ana umeme mwanangu. Ana ukimwi. Ana ukimwi? Ana umeme. Wewe umejuaje? Story mpaka madam anajua pale. Na hiyo ndio sababu sijataka kufanya mapenzi na wewe wala kulala na wewe. Na ndio maana naona sina karibu na mwanamke yoyote yule. Kwa sababu naijua sitaki kuwa madhara kwa wengine. Nadhani mnielewa. Kuwa makini. Sasa kwa nini hukuniambia? Ungeniambia tu mdogo wangu, kwani umenificha siku zote hizo? Nisingeweza kuambia sister. Ningeanzia wapi? Na ukizingatia kwenye familia yetu tunabaki wawili tu. Wewe na mimi. Na manila kipindi chote tangu wazazi wetu walipotutoka. Umepambana. Hakikisha nasoma mpaka nahitimu chuo. Na jitihada zako na juhudi zako. Ukiwa unaamini kuhusu mimi. Ukiwa unaamini jitihada zako. Kuwa umewekeza kwa mdogo wako. Ili niweze kufanikiwa na kufikia malengo yangu. Nikiwa ni kama deni waacha wazazi wangu. Na wako pia. Nafikiri ingekuwa ni rahisi kuja tu kuambia direct kuwa baada ya kwenda huko nilipata maambukizi ya virusi vya ukimwi na sasa hivi ni mwathirika. Ningeanzia wapi dadangu? Ningeanzia wapi? Omba nisamehe sana. Nisamehe sana kwa kila kitu. Najua nimekuumiza sana. Nimekuvunja moyo pia. Nafikiri maumivu gani ambao unasikia katika nafsi yako? Ndani ya moyo wako na maumivu makubwa sana. Ila ni uzembe wangu pia. Naweza kuruhusu na kuvunjika na machozi kiasi hiki kwa sababu ya upuuzi wangu na uzembe wangu. Mungu nisamehe sana. Tumebaki wawili tu. Wazazi wetu wamefariki. Tumebaki mimi na wewe tu. Mimi na wewe tu. Ila nikwambie kitu kimoja tu. Kama utojali.
naomba niruhusu niende mbali, nikajitafutia, nikakae mbali na jamii inayozunguka na watu wanifahamu. Nikaa ni njia pia kuwalinda, maana vishawishi ni vingi, mambo ni mengi dadangu. Naogopa, sitaki kwa sababu ya wengine kufa, sitaki kwa sababu ya wengine kupata maambukizi. Naomba uniruhusu. Huwezi kuondoka, huwezi kuniacha peke yangu. Unaniacha ukiwa mkubwa sana. Wewe ndo furaha yangu, wewe ndo mtu pekee ambaye nilikuwa nimebakiwa naye, wewe ndo kama mzazi wangu. Usiondoke, nakuomba mdogo wangu. Inabidi nitoke nikapambane, nikajitafutie, nikatulize akili, na tutakuwa mbali kimwili tu, lakini kinafsi tutaendelea kuwa pamoja, maana haitakuwa mwisho wa mahusiano yetu. Bado tutaendelea kuwasiliana wewe kila punde, na utajua chochote ambacho kinaendelea kuhusu mimi, ila naomba tu uniruhusu nikapumzishe akili. Sparrow. 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 Nilikuwa naomba unapoenda twende wote. Mimi siwezi baki hapa bila wewe. Kiukweli mimi nakupenda. Nice. Ambacho wewe ni au nilichokwambia kimeingilia huko kimetokea huko. Mimi ni mwathirika wa virusi vya ukimwi. Sitaki kuua. Sparrow, kuwa mwathirika sio kwamba ndio umeharibu kila kitu kwenye maisha yako. Unaweza ukawa umeathirika lakini kila kitu kwenye maisha yako kikaa sawa. Ukawa na mtu unayempenda na maisha yakaendelea. Yaani kuwa mwathirika haimaanishi umefeli maisha. Unaweza ukafanya kila kitu kwenye maisha yako, na ukiwa katika hali hiyo, kiukweli mimi nakupenda. Siko radhi kuishi bila wewe. Na pia kwa kuwa umeniambia ukweli, mimi naomba tuondoke wote. Kama unanipenda, usije ukanifanyia hivyo. Please. Unamaanisha unachosema? Ndio.